Yes, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Leo ni siku njema ambapo tumetembelea hapa katika kanisa la Gilgal Christian International Center. Kanisa hili linapatikana Temboni Salanga. Ukifika Temboni, panda bajaji zinazokuja mpaka Salanga mwisho, alafu utaona bango la kanisa mahali hapo. Lengo la kuja hapa, nimekuja kumtembelea mtumishi wa Mungu hapa, anaitwa mtumishi Innocent Mohamed Salehe Vuje. Kuna habari ambayo ukisikia inaweza kukujenga. Kama ambavyo unafahamu, ukisikia jina Salehe Mohamed utafahamu kwamba kuna connection ya imani fulani, lakini hasa unasikia Innocent, ila ni mchungaji. Tutafahamu zaidi kuhusiana na historia ya maisha yake na amefikaje kuwa hapa kwenye level hiyo. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina, mtumishi wa Mungu. Kazi ya Mungu inaendeleaje hapa? Mungu atuwezeshe kumshukuru. Ndio. Kama nilivyosema kwamba ukisikia neno Mohamed Salehe, maana yake utaelewa kwamba labda ni mke wa imamu au wa shehe, lakini sasa ni Mohamed Salehe ila mchungaji. Hebu tueleze kwamba inakuwaje, Mohamed Salehe imefikia wapi mpaka ukaja kuwa mchungaji? Tueleze kwanza historia, umezaliwa katika familia ya mazingira gani? Amekuwa nishukuru Mungu kwa ajili ambao wananifuatilia. Kwa jina yangu naitwa mchungaji Innocent Mohamed Salehe Ali Vuje. Mungu ni mwema, na historia yangu kwa mimi nilikuwa upande huo wa pili ambao ni upande wa Kiislamu, na sasa nimeokoka na nimtumikia Yesu. Ni historia ndefu kidogo, lakini kwa ajili ya leo nadhani tutapatia kipande kifupi ili watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu waweze kupata kitu. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kiislamu, na nasema familia ya Kiislamu ni familia ambayo ina maadili ya Kiislamu. Nyumbani kwetu kuna msikiti ambao msikiti huo mwanzilishi wake msikiti au ambaye ameujenga msikiti pale nyumbani ni babu yangu. Na mimi nimebahatika, nimesoma madrasa na nimemaliza juzuu 5. Kwa sehemu nafahamu kwa sehemu misingi na imani ya Kiislamu, na kwa sehemu kubwa nimeishi huko mpaka pale Yesu akaja kutokea na nikaanza nini ambacho kilikuvutia kwamba uweze kuhama kutoka imani moja kuja kwenye imani ya kumfuata Yesu Kristo? Ili kwa kuwaje, yani mpaka ukaja kuokoka? Mimi kwangu ni tofauti kidogo. Kama tunafahamu katika Biblia maandiko yanasema imani huja na kusikia ni neno la Kristo. Lakini kwangu mimi kidogo ilikuwa ni tofauti. Ndio. Kama nilivyokuambia, nimetoka kwenye familia ambayo ni familia yenye maadili ya Kiislamu. Ndio. Na nyumbani msikiti huko. Mpaka sasa tunapozungumza mpaka sasa hivi msikiti. Na kwa wale ambao wametokea Korogwe wanafahamu, kufika pale TTC uwanja wa kuelekea chuo cha walimu, nyuma ya TTC kuna sehemu moja wanapaita Korogwe. Pale ndipo chimbuko letu na familia tumetokea pale kwa mzee Mohamed Salehe Vuje. Kwa nimesoma Qur'an, na namshukuru Mungu. Naweza kukupa kionjo kidogo ili wale ambao wanafuatilia wajue kwamba anayeongea ni mtu wa Mungu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Kwa hiyo kwa sehemu sijasahau, maana ni zaidi ya miaka 15 sasa nimeokolewa, sasa hivi namtumikia Yesu na Mungu amenipa neema. Tuko hapa GICC, kirefu chake Gilgal International Christian Center. Mimi kilichonifanya mpaka niweze kuokoka ama kuokolewa, nikiwa mdogo, nina umri kama miaka 13 mpaka 14, hapo mimi nilirogwa na aliyeniroga sikumfahamu. Kwa hiyo maisha hayo ya kurogwa mimi nilipelekea baba yangu na mama yangu wakahuzunika kuchukia sana. Kwa hiyo baba yeye alikuwa anafanya kazi maliasili, kwa hiyo akawa amenichukua anipeleka sehemu mbalimbali kunitibia. Alianza kwanza kwenye hospitali za kawaida pale Korogwe, na hospitali kubwa inaitwa Mabunga. Kwa hiyo alinipeleka pale miaka ya nyuma, lakini madaktari hawakuona shida yoyote.
mimi nilikuwa nina shida kama ya kibiongo, siwezi tembea, yaani mgongo wangu umejikunja. Sasa nilipoonekana shida haikuonekana, akanipeleka hospitali moja inaitwa Bombo, ni kama hospitali ya rufaa. Bado shida haikuonekana. Sasa baba aliporudi nyumbani akamuita babu yangu, nimekwenda babake. Akaambia, bwana, mtoto shida inaonekana kubwa, lakini haionekani kwenye vipimo vya kisayansi hospitalini. Kwa kuwa babu yangu ni mtu ambaye ana level kubwa ya kufahamu elimu ya upande ule wa Kiislamu, akabidi wanichukue na kuanza kunisomea kisomo. Wale ambao kwenye upande ule wa Kiislamu watakuwa nafahamu kuna mtu akiwa na shida na tatizo, basi anapokuwa nasomewa huwa anakuwa anapona au anakuwa anapona. Sasa basi babu akanisomea, lakini kwa wakati ule sikuwa na shida yoyote, yaani hakuna kitu kilitokea, matokeo yote. Babu akaalika baadhi ya mashehe wenzake na maimamu kwenye ule msikiti. Kuna shehe mmoja mpaka leo namfahamu, Mungu azidi kumlinda kule alipo. Alikuwa ni shehe ambaye alitamani sana niweze kupona kwa jinsi ya juhudi zake kuniombea, lakini bado haikufua dafu. Kwa hiyo babu akachukua jukumu jingine sasa, kualika baadhi ya mashehe misikiti kadha wa kadha pale Tanga ili kuja kumsaidia kusoma, lakini bado hakuna kitu kilitokea. Mimi wakaniuliza, unajisikia nini kwenye mgongo wako? Nikamwambia sisikii chochote, sisikii maumivu, lakini nimepinda. Hichi ninachokiongea mimi nimetoka kwenye familia ya mzee Mohamed Salehe Ali Vudi. Kaka zangu wapo, dada zangu wapo, mpaka leo wapo hai. Na baada ya kuokoka mimi nitakuja kueleza mbeleni kidogo ilitokea mpaka ikabidi nitimulie nyumbani, lakini kuna kitu ambacho nadhani mpaka nakifikiria ndicho ambacho baba amekishikilia, kwamba kwa nini mtoto alikuwa kwenye familia yangu, kwenye upande wa kwetu, kwa dini ya kwetu, natoka na kuwa mchungaji, ndio nimefanya mpaka baba akabidi asitishe baadhi ya huduma kama elimu ile nasoma. Akakataa sasa nyumbani, kupiga kuniambia sio mwanangu tena kwenye familia. Kwa hiyo kipindi kile nilipitia changamoto ya huo ugonjwa, amesema kama ugonjwa, lakini haukuwa ugonjwa kama ugonjwa ambao watu wengine wanaumwa. Ndio sababu leo tunafahamu kwamba kumbe mtu anaweza akawa na shida, ikawa hiyo shida kumbe ikawa sio shida ya kawaida, watu wanahangaika hospitalini. Ndugu mtazamaji, mimi nilifika kipindi ambapo hata nikienda shule wanafunzi wenzangu wananicheka, kama nilikuwa na fimbo maalum kabisa, nipewa fimbo ya kutembelea. Yaani ukiwa sekondari au hapana, shule ya msingi. Hiyo shida ilitokea nikiwa darasa la 5 na darasa la 6. Mimi nilipata wokovu sasa darasa la 6, sasa kwa darasa la 7. Kwa hiyo nikiwa naenda shule, maana shule kwa nilikuwa nimesitisha kama miezi mitatu hivi. Nikaa nangaikiwa matibabu, nikapelekwa kwa waganga kienyeji, nilimani kwa huko juu kabisa. Nilichambulia mimi nilikuwa kunenepa, kula kuku, chinjwa kuku, kwa dawa na kala nizidi kunenepa, lakini ile shida haitoki. Pale Korogwe kuna niseme sijui mganga, lakini miaka ile ya nyuma alikuwa anafahamika kwa majina, sasa hivi ni marehemu, anaitwa Profesa Marefu. Huyo ndio kwa mtu ambaye anasema kama ukiniendea yeye kama una shida yote ya majini na Korogwe ndio mwisho matatizo yake. Na walio wengi walikuwa wanamfahamu Profesa Marefu. Sasa ni marehemu, Mungu asaidie kumrehemu. Kwa hiyo ile Profesa Marefu akawa nimepelekwa kwake. Ndio. Na ni mtu kwa ni tajiri, ana hela sana. Kutoka kwake pale, mara kadri kutoka kwake akawa hakuwepo. Kama amesafiri ameenda nje ya mkoa. Nikarudi nyumbani na baba, tukapokea appointment na msaidizi wake kwamba tarehe fulani anakuja mtu wa pili. Tukaenda tena kwake, tukamkuta Profesa Marefu. Aliponiona wala hakushangaa. Akamwambia mzee wangu, mzee Mohamed, usijali kwa maana jana wako atapona. Huyu kijana amechezewa. Kwa hiyo shida alionayo itafanyaje? Itaisha. Basi akawa ameniweka pale nyumbani kwake, nilale chali. Akachukua akaniangalia kwanza, anishika mgongoni. Kwa nikimwangalia mtu ambaye kama anatisha kama pete ambayo ndio huo. Kwanza wewe ulikuwa yani wa ugonjwa unasikia maumivu au maumivu unasikia? Hapana. Mara ya kwanza shida ilipoingia, kama siku ya kwanza siku ya pili, nilisikia katikati ya mgongo kama ni moto unawaka. Kama moto. Kwa hiyo hausikii maumivu ila unapiga. Siku zilizoendelea nikawa sisikii maumivu yoyote ila mgongo unafanyaje? Mgongo unapiga. Okay, sawa. Kwa hiyo ikawa imenipelekea shida. Kwa kaniambia nilale pale chini, Marefu ambaye ni mganga, akanishika mgongoni, akamtuma kijana wake
kwa vijana wako pale nyumbani kwake, wakamletea dawa, ilikuwa kama kwenye kikombe kama cha dongo. Wakashua zile dawa, ilikuwa kama ni mfano kama wasari. Akanipaka mgongoni akiwa anatamka maneno. Mimi nikajua tu kama mtu anapata kitu tu. Sikuwa na shida yoyote, sikuwa na hali yoyote. Akanipaka, baadaye akaniambia kaa. Nikakaa, sasa ukaji wangu kwa sio ukaji kama nilikaa kama napimba. Kwa hiyo baadaye akaniambia amka, nikaamka. Kuamka siwezi maana bado ni fimbo yangu. Nikaamka, nimeshikia ile fimbo. Baadaye akawa ananiambia yule msemaji marefu kwamba huyu muache, kesho njoo mchukue. Akamwambia baba akabidi aondoke, akaenda nyumbani. Kesho asubuhi nilimchukua. Sasa usiku huu huyu msemaji marefu alinitoa siku majira kama saa. Niseme kama saa 7 sikuwa na saa lakini kuna kimbia. Kama saa 7 akanitoa nje. Nyumba yake ni kubwa, ina fence. Akanitoa nje ya fence. Akaniambia ametandika kitambaa, kwa kitambaa ni chekundu na mbele yake kuna kitambaa cheusi. Kwa mimi akaniambia nikae katikati ya kitambaa chekundu na cheusi. Alafu yeye akawa amekalia kile kitambaa cheusi. Kuna maneno kwa ananiambia nitamke, na baadhi ya dawa ameshika akimwagia, amelaza pale chini mgongoni, nifanyie sio mtambiko, sio mtambiko. Baada hapo akaniambia niamke, nikaamka nikaenda kulala. Asubuhi akaambia wao kwamba sema nao hiyo shida itafanyaje? Itaisha. Basi mpaka nichukue pikipiki nikarudi. Kwa hiyo baada ya pale kuna vitu ambavyo mimi sasa nikajiuliza maswali. Mbona nimeenda kwa mganga wengi kunipeleka? Mbona sasa nimekwenda sioni shida, sioni mabadiliko yoyote. Kwa baba ikafikia kikundi kana atumia mpaka bajeti yake. Maana kazini kaa haendi, anahakikisha nafanyaje? Ninapona. Anachukua anapeleka kwenye baadhi ya kupiga ramli kule tunaamini kwa tamini hivyo. Watu wa Tanga kupiga ramli kwa ajili ya kuuliza nini kimefanya. Kila mtu akawa anaongea kwake kulingana na jinsi anavyoona. Lakini kusema kweli mtangazaji sikuweza kuona badiliko. Na hiyo yani anakupeleka kwa wapiga ramli, maana yake baada ya dua za mashehe zisikuwa zimeshindwa. Yani anajaribu kutoka msaada kutoka pale. Yani niseme hivyo kwa sababu mara ya mwisho kabisa baada ya babu yangu sasa marehemu kuwaita baadhi ya mashehe wengine kwenye sahihi kusoko pale kwa ajili kama ile shida ilikuwa itoke, maana ilikuwa kama haieleweki. Baada ya kufika wakati fulani babu akamwambia kwamba bwana, sisi tunaamini Mungu atapona. Kwa kama wamesalenda baada ya kuona, maana kwa kuja kila baada siku. Mimi pale kama nimechoka sasa, na wakati mwingi nikiwaona kama niwakimbie, maana nakaa zaidi ya masaa 4 masaa 5 wanisomea ni alfu ya ubani alfu ya nini Yahudi, lakini sio chochote ambacho nafanya. Kwa kama wamesalenda, ndio maana baba akachukua sasa kisiri bila kumwambia baba yake ndio mimi hapa, akanichukua kunipeleka nyumbani. Kwa baada ya hapo sasa ilikuwaje mpaka ukaokoka? Ulijuaje hii nuru ya wokovu? Na baada ya kuokoka ilikuwaje mazingira ya familia yako? Mimi kwa nasema sio yangu ndefu kidogo. Kwanza nilikuwa nachukia sana Ukristo. Nachukia sana Ukristo zile. Nachukia sana Ukristo. Hata nilikuwa nikimwona Mkristo anashika Biblia na kanisani, binafsi nilikuwa nachukia sana. Kwa sababu nimekuwa kwenye maadili na misingi ya Kiislamu. Sasa nikawa na chukua baba naenda napelekwa kuganga kama hivyo. Kama ndio hiyo hali, baadaye baba akawa amechoka kwa maana shughuli zake afanye. Akanibwaga pale nyumbani, akaniambia mama mwangalie mtoto asicheze mazingira mengine ambayo kufanya asitoke nje ya nyumbani, kae hapa, anaenda shule arudi nyumbani. Kwa nikaenda shule arudi nyumbani, na shule nyumbani. Kama nimeshazoeleka nyumbani kwamba huyu sasa ni kama hali ya ulemavu kwa mimi. Sasa siku moja ilikuwa ni siku ya Ijumaa, tumetoka shule. Unajua Ijumaa kuna mapema. Ndio wengine waende masjid kutoka mapema. Na kama sisi tunajua tumekuwa katika misingi hiyo. Rudi nyumbani, mama akanipa barakoa yangu, makazi yangu, kuoga, kutawaza, kutawaza. Wasema nafahamu maana kutawaza, kujiweka udhu. Nikaondoka nimeelewa msikitini. Kutoka msikitini tunarudi sasa. Ukitoka pale Mamba Club unakuja Korogwe, kama huko unakuja saa moja unapata chuo cha TTC. Kushoto kuna uwanja wa mpira. Zamani ilikuwa ni timu moja inacheza, inaitwa timu ya kumwona ndakumbuka jina lake. Wa timu moja ambayo ilikuwa timu maarufu sana kwa hapo. Kwa hiyo sasa nikafika pale kukuta kuna watu wengi
na wale watu wengi walioko pale sio wachezaji mpira tena, lakini sasa kwa sasa najua ni jukwaa, maana nilikuwa sijui maana jukwaa. Kuna jukwaa liko pale, walikuwa ni wahubiri Injili. Natokea Arusha miaka mikutano nini? Ndio natoka natokea msikitini naelekea nyumbani sasa. Niko na fimbo yangu. Tukafika pale, tuko nje na rafiki yangu anaitwa Abi. Niambia Abi, tusikilize hawa. Aliambia twende nyumbani, niambia tuwasikilize. Tuko nje ya ule uwanja, yani kama kwenye fence. Kwa uwanja una fence. Kwa tuko nje kwa sababu sisi tulikuwa tumefundishwa tusisogee karibu na mikutano au mihadhara ya Waislamu. Kwa tuko mbali ya Ukristo, asante, ya Kristo. Kwa tuko mbali tunasikiliza, ukaona ubiri wanacheza nyimbo, hatuko hazikuvutia. Ninachokumbuka mimi kwamba nilikuwa niko nje ya fence ya uwanja, nimekuja kuzinduka niko ndani ya uwanja kwa mkutano tena, niko jukwani. Baraka Shelova haipo, fimbo lova nilionayo iko chini na kanzu yangu imechafuka sana. Tafsiri yake maana walikokuwa wananiambia kwamba wewe ulikuwa umeanguka na kuchukua ukweto wapi baadaye pale kuja kuondoa mkutano. Maana nilichokumbuka pale nashtuka tu nimewekewa maiki mdomoni, sema jina lako. Naitwa Bakari Mohamed Salehe Ali Vuji. Unatokea wapi? Natokea sehemu fulani kwa familia fulani. Watu mpigeni makofi, watu wanapiga makofi na kushangilia nini. Ndio baada ya mtumishi mmoja sema mwinjilisti akaita pembeni, alikuwa ni mama na mama mmoja, akamwambia bwana, wewe una nguvu za giza, tunakuombea, tunaamini Yesu anakuponya, sasa kesho njoo tena. Mimi ile ikanikarakisha ni moyo wangu kama hauna amani, kwamba yani hao wameniombea, hao watu wafundishwa Kristo makafiri, wameniombea makafiri hao. Basi nikatoka pale na fimbo yangu, bado hali iko vile vile. Naomba nizungumze, ile fimbo nilikuwa nayo bado, bongo uko vile vile, haujapona. Kutoka pale kwenye mkutano nikafika nyumbani, kumbe mimi naongea yale maneno zile on speaker ambazo zilikuwa zinazoenda kwenye mkutano, na kwenye mkutano na nyumbani kama nyumba kama 20-30 kwa kazi zimetema zile sauti zimefikia nani hapa kwanza. Sasa nafika pale, baba yuko anapenda kukaa sebuleni. Kaingia tu pale, baba akaniambia kaa. Akaniambia hivi, uone ninavyokutesekea, tunapanda milimani kufanyaje hapo na sasa bibi yako na wewe unafuata hapo uzi. Baba samahani, niko napita tu. Unapita wapi? Wewe umesikia muongozo kwa nini? Na sasa umeletea taarifa dada zako. Kwa hiyo mmoja akaitwa pale, sema kweli nimemuona. Kwa akawa baba akanigombeza. Akanigombeza sana. Ndio kuanzia sasa sitaki niona rudia. Basi baba akawa ameniambia hivi, mimi kama nimsikia baba wangu. Sema sasa sitaenda, basi acha. Ukumbuke pale uliniombea tu wale watu. Wale kuniondoka wameniacha. Sasa nikawa nimerudi nyumbani, shule zinaendelea. Naenda shule kwa Jumaa leo. Ndio siko nyumbani, niko nyumbani. Tatu tunaanza shule. Ikafika wakati wa likizo mwezi wa 6. Hapa nilikuwa niko darasa la 5, darasa la 6. Sasa likizo ya mwezi wa 6 tunaenda kwa baba yetu mdogo. Tanga pale. Tanga hapo. Baba yetu mdogo. Ni Handeni sasa. Wilaya ya Handeni. Kwenda kwa baba yetu mdogo kule Handeni, nakumbuka nikiwa nimelala nimesahau. Pili niko huko nyumbani kwanza, ndio baba yetu mdogo. Nilikuwa nimelala, nakumbuka nyumba yetu sisi hapa iko karibu na barabara. Ni barabara lami inapita. Ndio barabara lami ishara tu na sisi hapa watoto wa kiume ipo karibu na barabara. Na kuna wakati kuna mwanga na gari ikiwa inapita, inaweza inamulika mara moja kupita na gari. Sasa nakumbuka nilikuwa nimelala, nilihisi huu ni mwanga wa gari. Kwa nimelala nikashuka, lakini nikahisi kwamba huu utakuwa ni mwanga wa gari. Sasa huu mwanga wa gari, mbona huu mwanga hauondoki leo? Maana kama ni gari linapita tu mara moja, hawezi kusimama. Sasa kama hili ni gari, mbona haliondoki? Muda mwingi sana sikutamani kutoa hizi siri, kwa maana kulingana pia niko chini ya mkono wa watu fulani ambao ningeweza kuzungumza labda siri aliyokutia. Sasa nishoa kipindi niweze kuzungumza baadhi ya vitu ambavyo vitasaidia na watu wengine. Singependa kuzungumza kabisa, lakini kwa vile imani yangu ndio kunisukuma kwamba nikitoa hii shuhuda kuna watu wengine Mungu ataokoa. Watu wengine wanapita katika matatizo, katika shida. Na sizungumzi hivi nipate pesa, no. Yes. Na mtazamaji, elewa tu kwamba Tanzania yetu ni nchi ya amani, na tunapozungumza shuhuda hizi
hatupo kinyume na imani ya mtu yeyote yule, lakini lengo letu ni kwamba shuhuda hizi ziwasaidie watu wengine, kama ambavyo tunamsikia mtumishi wa Mungu anasema, tunaheshimu imani zote, tunaheshimu watu wote, hatuzungumzi hivi kupata pesa au kuzungumza kinyume na mtu yeyote, hapana. Tunazungumza hivi ili watu wapate kujifunza namna ambavyo Yesu anaweza kumsaidia mtu kutoka eneo moja kwenda lingine. Kwa maana kama mimi kanisa, mimi nafikiri watu wengi wanafahamu naanza kanisa ni kweli, napiga makofi na watu wanakaa chini na kufanya. Lakini napozungumza leo, nafikiri mtazamaji unaona jinsi ambavyo mimi nafanya. Kwa hiyo nikawa nimelala, nikawa najifikiria, hili gari mbona kama gari limepita? Hili gari mbona kama mwanga wake mbona unaangaza hapa? Sasa hapo kimoja nilikuwa nimelala, lakini akili yangu bado inafanya kazi. Nikawa nimeshtuka usingizini sasa. Nitoe shuka niangalie huu mwanga ni gari gani imemulika au nipata ajali ya dirisha letu. Nilipogeuka kuangalia ule mwanga, haukuwa ni mwanga kama ni mwanga niseme ni mwanga wa gari, yani gari au mwanga wa taa, au niseme ni jua, ni mbalamwezi. Ni kama jua ile paa ya nyumba yetu, niseme ni kama ilikuwa ikawa netoboka, sababu sikuwa na uwezo wa kuangalia mpaka kile kwenye ile paa. Ule mwanga uko kutoka juu ile paa, ni kama umetoboka ile paa. Sababu mwanga unamulika, yani kutoka juu unamulika pale nilipo. Na ule mwanga ulikuwa ni mwanga ambao tunashindwa kuelezea, sijaiona katika maisha yangu. Ule mwanga ambao unanimulikia pale nilipo mimi. Sasa nilipoangalia kwa muda mwingi nikajua nyumba yetu ile haina umeme kwanza. Nyumba ya kaio haikuwa ina umeme. Ile kwa nyumba ya bati haina umeme. Sasa nani kaweka taa hapa juu? Zamani kwa unazia taa za chemli, zile za koroboi, zile za yai. Sasa nikasema nani kaweka yai juu hapa hii nyumba? Nikajiuliza maswali. Sasa nilipeleka maswali. Ni usiku sasa hivi. Majira kama saa 7 saa 8 usiku. Saa 8 nimelala. Na nyumba yetu chumba yetu tulikuwa tunafunga. Baba kuna chumba chao kule na mama. Dada zetu chumba chao kule na sisi watoto wa kiume tuko huko. Sasa nani kaweka taa hapa juu? Mimi naje kutafakari ule mwanga. Ule mwanga ni kama ulipungua makali baada mimi kuangalia. Ila kipindi nimelala ilikuwa mwanga mkali, ni kama unaniforce nishtuke. Baada kuamka sasa kuangalia kama umepungua makali, inaweza kuangalia ila ni mwanga ambao umejaa utukufu sana. Sasa baada kuona vile sikujua, kwa maana mimi kwa sina ufahamu jinsi ya Mungu sana. Kwa ili nishtua kanikopesha. Nikapiga kelele, "Mama!" Kwa kama ni mtu mdogo. Baba ndo kwa nini? Baba njoo uone. Kipindi sema njoo uone, umama fanyaje? Ukatoweka. Kuna giza. Baba giza. Kwa nikani nimeamka pale na kibiongo. Nikaamka kifungua mlango nikatoka nje kutana na baba mlango. Kwa nini? Baba akija atoshi kumulika. Sasa watu wamelala. Baada ya kuamsha, mke. Wakaamka pale. Nani? Umefanya nini sasa? Sasa mlale naye vizuri. Umeugonga kabisa hapana. Maana kama wanafika kama asilibane. Kwa maana mgongo wangu unafanyaje unapigwa. Unaona nini? Nashindwa kuongea kwa sababu nitaongea nini kama kuna mwanga nini? Sasa kama hiyo imepita siku hiyo. Baba akaniambia lala, asubuhi baba akaniita. Jana kuja kwa baba, kwa mama na baadhi ya ndugu zangu. Ndio umekiona wewe. Ngama mimi hamna kitu chokiona. Nikishindwa kufanya kuzungumza, maana nitazungumzaje? Maana mimi nilikuwa nafikiri sana, nilikuwa nafikiri kwa ndani. Sio baba. Yaani tangu nakuwa mwanangu kuna mpenda sana baba kwa kuko baba. Kuko mama. Mimi nakutana baba kuko mama. Kwa maana baba yangu ni mkali sana. Kwa kumwambia vitu ambavyo kama haviko vimenyooka, utajikuta unapigwa. Kwa nikawa siku moja mwambia baba pale. Baba kuondoka, nikamwita mama. Mimi nimelala, kama nimeota, nimeona nimelala kama nilikuwa naota, lakini baadaye ule mwanga nishtuka ulikuwepo, nikaona kama mwanga unanimulika mkubwa. Mama akasema bwana, mawazo yako bwana, acha bwana. Ulikuwaje mwanga bwana? Sasa baba alikuja ulikuwepo, mwanga ukapotea. Akaambia usijali mwanangu, Allah atakupona, atakulinda. Nikamwambia mama sawa. Basi kanipita. Nafikiri baadaye mama akaja kumwambia baba kwamba aliona baba anaita rudi kazini. Njoo mama. Sasa alipoita njoo mama ndio 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 kwa. Kama mama ndio mtu kwa sana. Ile nini? Kwa hiyo punguza ukali ili kujua baadhi ya ndio kwa sababu kubwa kueleza baadhi ya jamii kama baba wengi sio watumie kanisa. Na ndio tunapitia kama kuambia baba alikuwa anashinda kuambia ndio. Sasa mimi nipitie hiyo situation. Basi baba akaja nikaona baba mimi kuna usiku nilala nilikuwa nimeona mwana kumaliza usiku. Niambia basi sawa. Ila kama ndio kwa akiwa anasema anaenda Rawani. Choki pia kaondoka. Kumbe ameondoka
akawa ameenda kwa babu yangu, maana babu yangu wakai pale nyumbani. Baba yeye na wanawake watatu, tumwajengea nyumba Mzee wanawake watatu. Sisi kwa familia tunazaa 14. mama watatu. Mama yangu ambaye baba yangu mimi hapa mtoto naye. Na wewe mtangazi Mimi mtoto wa 4. Ndio. Sasa akawa ameondoka. Kama ameondoka nimepata babu yangu na kumwelezea bwana niko hapa naona kuna kitu kimekuja. Alipomfuata ameongea kule. Baada ya muda baba akaja pikipiki. Njoo. Tuna pikipiki. Elekea wapi? Kwa babu pale. Shusha. Ingia ndani. Maana babu amepakana msikiti wake. Kwa ukiwa nyumbani kwake, nyumba kubwa sana, nyumba kubwa nyumbani kwake nje msikiti kwake. Ndio kusema fulani kwa sababu pale kuita wakawa tafsiri za kile ambacho kinazungumzwa. Basi baada pale babu akawa ameshukuru kama kushukuru sana. Sababu mtu anaweza kusema kufanyia hizo kodi nyumbani. Sasa hivi timia mwezi wa 6 sasa tumeenda kwa baba yetu mdogo, anarudisha nyumba Mkanda. Tumeenda kwa baba yetu mdogo, kwa tuko kwa baba yetu mdogo. Siku kama ya 4 na Andeni. Ndio kwa tunalala. Ule mwanga ambao ulitokea kule kwa baba yangu nyumbani. Ulitokea tena kwa design ile ile tena. Kwa nimelala nikaona kama kuna mwanga huko. Ndio. Sasa ule mwanga nikafikiria huu mwanga unifika tena huko. Hapo nikiwa sasa nina hofu nimeshuka. Baada hapo nikaita baba. Nikaita bangu mdogo ili kumsaidia. Baba kama ameamka mdogo. Nyumba yake yeye alikuwa anaenda mwanga. Nikaingia, "Unajua shida gani?" Nikamwambia kuna mwanga umetokea. Sasa pale kwa nimelala bibi peke yake. Chumba kwa nyumba kubwa sana. Bangu mdogo anafanikiwa. Sema, "Kuna shida gani? Kuna nini? Kuna mwanga umetokea." Sasa baba yako ishaniambia kitu kama hicho. Mwanga gani wewe? Kwa baba alishamwadisia hiyo swala. Basi akabidi ampigie simu baba usiku. Majira kama ya saa 8 nakumbuka. Kama kujua simu ilipokea. Baba simu apokee bwana. Kwani mpigie simu kaka. Pigia simu kaka akapiga simu. Wakaongea na muda mrefu. Yeye anaongea muda mrefu simu babake ikaingia. Kama baba alishtuka usingizi kwa kufanya siku. Sasa sikata simu nimpokelee nini? Baba hapo, baba hapo, kakangu. Akapigia simu. Pigia simu kwa sababu pigia simu. Nimechoka sana. Bwana kuna taarifa hapa mwanao shtuka usiku hapa anapiga makelele tena. Kaona nini? Nasema kaona mwanga. Bwana anasumbua sana bwana. Huku itokea hivyo lakini tumefanya tujiona kitu chochote. Baba yangu mimi mdogo sio mtu mwenye masuala ya nonsense. Niseme. Lakini baba yangu mimi hapo wanaamini sana kwa hiyo. Sasa basi akirudi nitampeleka kwa mtu fulani. Kwa hiyo basi ndio ndio hivyo. Nikaenda kuishi mpaka kuisha. Nikarudi wapi? Rudi nyumbani basi kitu imeisha, tukaenda shule baba anaenda Jumamosi. Ambao ni shule. Na siku na kama kupeleka sasa kwa hiyo kwa tabia kidogo nitakwenda kuchezea kidogo. Basi tukapeleka mtaalamu mmoja ambaye anasema kule wapiga ramli wao. Yeye anaangalia kwamba nani anafuata. Yana kwa mzee. Mazingira yake tuliyokuta pale mazingira ambayo yani ya kawaida tu. Basi mzee akamchukua kioo pale na kioo chake. Kioo tu cha kawaida. Kwa kioo pale weka basi vitu fulani kama mafuta. Achona kimbao kingine kimbao cha pembe 4 kumbuka mpaka leo. Anapaka kama nini? Wale watu wanakuwa nafahamu. Anapaka kama mkaa. Chukua piga mkaa. Anafuta. Achukua mfano kama achake. Akachake anafuta. Anaweka kioo. Baada ya kufunika pale akaongea maneno yake siku ile msifahamu. Akaongea maneno yake baadaye. Akamwita baba bwana anao. Shida ni kwa dawa izuie kitu. Kwa hiyo mganga yule alikuwa ameona shida yote. Basi tukatoa dawa ile, kama mfano wa kombe, anakuwa ni yoga. Asubuhi walienda shule, kurudi shule, kaoga na kupata kulala. Asubuhi, mchana, jioni na saa 12 au usiku. Basi kaenda hivyo. Baada hapo sasa ikanipita kama raundi miezi mitatu. Miwili mitatu kasoro.
Sasa nilichokuwa kimeona mara ya pili haikuwa ni mwanga tena. Mimi pia nimelala hapo uko nyumbani. Niko nyumbani sasa. Sasa kwa baba mdogo. Baba mdogo niko nyumbani. Nimelala nikahisi kwamba juu ya paa nyumba. Yaani kama msema binadamu anaweza kuhisi kuna kitu kipo. Sasa nimelala nikashtuka usingizini sasa kufunua shuka. Nikaona sasa haikuwa ni mwanga sasa, kama ni nikisema ni mtu nitakuwa nakosea kwa sababu ni mfano kama mtu. Lakini mtu yule ambaye mwenye sura ambaye yani hafanani na Mwarabu wala hafanani na Mwafrika wala sio mzungu wala sio Mwafrika. Yaani wala sio si binadamu kifufufu, lakini mwenye sura binadamu ambaye kwa kiniangalia kwa huruma sana. Sasa kumbuka ni usiku lakini sasa ila unamuona. Mimi namuona. Yaani yule mwana hapo umelala na wengine wao wamelala na ndugu zangu wamelala watatu. Hawaoni chochote. Hawaoni chochote. Mimi nimeshtuka sasa. Naangalia ile sura kama dakika moja dakika mbili naangalia hichi kitu gani. Naangalia kule ndani ni giza lakini ile sura imejaa mwanga. Lakini mwanga ulimuliki mpaka mimi. Umeishia wapi? Pale pale juu. Sasa nikawa naangalia. Baadaye ile sura kama inabadilika, inakuwa ni sura ambayo inatabasamu. Inakuwa ni sura kama yani ngozi laini sana ambayo yani haiwezi ili iwe laini sio mpaka utumie mafuta dunia hii yani ndani. Ni ngozi laini, nywele zake zile. Sema ni nywele kama nywele niseme kama yani kama gold fulani zina waka fulani. Hasa ikanitisha maana wangu wa kwanza. Baada ya kuona vitu kama vile nikapiga kelele na mama akaja na muda ule kale sio unafanyaje? Hotel. Sababu akabidi nichukue sasa usiku ule mara kutoka pale nyumbani mpaka kwa Maji Marefu ni karibu. Akanichukua akanipeleka kwa Maji Marefu. Aitwa Profesa Maji Marefu. Alikuwa ni mtaalamu masuala ya madini. Maana baba akasema sasa hivi itakuwa ni dini. Hii mshiriki mwana kufanyia. Kupeleka wapi? Kupeleka kule. Mama alikuwepo, baba alikuwepo. Basi nashukuru pale tulifika tukamkuta kwenye dirisha mtu mkubwa analindwa. Kuna ulinzi pale, kila pamoja, nyumba kubwa, heshima kubwa. Alikuwa anafanikiwa kwa upande kule. Na kabla hapo hakuwa bado mbunge. Kwa hiyo baadaye kuja kuwa mbunge. Hapo alikuwa ni mtu ambaye sema ni mtu kama kawaida tu. Lakini alikuwa amefanikiwa sana kwa na hela. Kuingia pale, kea na akaweza kupokea ndio akaanza kufanya mazoezi fulani kwa mfano madini ya ndogo fanyaje. Kumbe mimi sikujua kipindi napelekwa kule sasa. Hawa waganga au huyu mtu ambaye ni mrefu niseme hivyo. Kadiri wawezi kuniombea alikuwa aniongezea nguvu ya nini? Za pepo. Yaani nikawa ni mtu mjeuri, ni kiburi. Alafu sasa yani ficha hela mahali popote mimi nitaijua. Maana pale nyumbani mama akawa hana hofu na mimi kwa huyu anaumwa. Kwa hiyo hata ikitokea shida hela imepotea aniulize. Lakini mimi hata nikiwa niko shule. Nikirudi karibia mazingira ya nyumbani tu. Nikiwa na shida na hela 200, 500, 1000 na sachi nitakuta tu hela ipo. Na kuna kitu kinakuongoza kwamba fulani ndio umejua mimi leo sasa. Haikuwa kitu cha kawaida. Sasa hapo sasa nifa amenifanyia kai hakuna shida. Yaani hakuna jambo lolote kugundua. Kaenda nyumbani shida iko pale pale mbovu fulani. Sasa babu yangu mimi hapa akasema hivi kama ni ushirikina gani ambao kama nyinyi mmezunguka kote mimi nimekwenda hamjagundua tatizo lolote mlioendele watu wakubwa, lakini huyu mmoja akasema kama amerogwa, mbona hawatoi uchawi wenyewe sasa basi abaki salama? Babu yangu anauliza maswali, anaongea na baadhi ya ndugu zake. Sasa kama kusoma tunasoma kisomo sana, lakini basi tuwe na nini? Tuwe na subira. Kwa tumesoma kisomo tusubiria tu basi. Na swali lingine, mbona hiyo mwanzo anamtokea, sema kuna picha ya mtu anamtokea. Huyo mtu ni nani? Je, akauliza unamfahamu na kutokea? Nikamwambia simfahamu. Katika familia yetu yupo? Nikamwambia wala fanani. Hapo kwenye kijiji chetu unamfahamu? Nikamwambia bana simfahamu. Huyo ni nani unamhisi? Mimi simjui. Sasa nilikia sana ufahamu kwamba labda kuna malaika anaweza kutokea. Maana sikuwa najua elimu sana. Basi akawa hiyo maswali kama haya. Sasa mimi nimekaa tu nafuata hilo nataka wao. Lakini bado masjidi naenda, bado madrasa naenda. Nasoma vizuri kabisa. Nafahamu hizo elimu, naelewa, kana kwenda. Siku
moja sasa niseme ni mara sasa ya 4 sasa. Sasa imeshapita muda mwingi. Kuombewa nimeshaombewa miaka kile imeshapita, imeshasahau mpaka nimeshasahau kuombewa. Nimeshatoka kwa dawa kienyeji, nimeshapeleka sana, nimeshasahau. Sasa nipili nimelala nyumbani sasa. Kumbuka mara ya kwanza na mara ya pili kuko ni namna ya nini? Kama ni mwanga. Mara ya tatu kuko kama ni sura. Mara ya 4 haikuwa sura wala haikuwa mwanga, ulikuwa ni mfano wa mkono sasa. Kwa nimelala mimi nimeegemea ukutani, huku nyuma wako ndugu zangu wamelala. Nikaona mfano wa mkono unashuka. Nimeshtuka usingizini. Kama kitu kinashuka. Angalia ule mkono, lakini ule mkono una mwanga, unamulika. Sasa unashuka kama unaelekea kwenye mgongo wangu. Mimi sasa nikakimbia kwa hofu. Maana nimeamka pale kitandani, nakimbia nitoke nje kwa hofu. Ule mkono unataka kunishika unigusa. Mama kuna mkono. Sasa nakimbia nje. Kumbe nilikuwa ni uponyaji wangu. Mimi nakimbia, hata nimeamka sasa. Nimepona kabisa. Nakimbia baba akatokea mlangoni. Funga mlango. Wewe nini? Nimepona. Mama wewe. Nini nasema mkono? Sisi nimepona sorry. Mkono nini? Kuna mkono ndani. Sasa mama na baba hawakuwa ufahamu kama amefanyaje. Huyu kapona. Baba akimbia ndani, kuangalia mkono ni wa nani, akabulika taa. Kuna mtoto wangu ameamka bana. Ndugu yangu mmoja aitwa Yasini, sema Yasini, baba mdogo maana kwa yani mtoto wa baba yangu mdogo. Baba mkubwa bwana huyu asema au atusumbua bwana. Sasa tukala tulali kesho ni shule bwana, apige makelele. Mna naye huko anakasirika sasa. Basi mvumilieni, sema kwa kitu amekiona. Mama anasema, "Fimbo yako iko wapi?" Fimbo hiyo ule ndani. Amepona mtoto. Wewe umekimbia wewe, hujashtuka kama umepona. Mimi nakimbia mkono. Mimi hajashtuka kama umepona. Mimi nakimbia mkono. Baba yashtuka amepona, amejua tu. Ila mama baadaye baada kupita kama dakika zako baba anamulika ndani. Anashangaa hauna fimbo. Mama anashangaa, sikuwa niko naye. Wewe fimbo yako iko wapi? Nikamwambia iko ndani. Mbona umenyooka? Ndio mimi najisema umenyooka. Baba kanyoka baba akashukuru pale Kiislamu. Alhamdulillah. Shukuru pale basi pale ikae imepita. Akampigia simu babangu mdogo bwana kule. Akampigia simu babu. Kaini kama ukoo kama umekusanyika usiku pale. Majirani wakaja. Kaja pale. Baba akasema najua nimehangaika sana. Mungu asikia nini? Asikia maombi yangu. Babu akasema tuombeea sana. Tumefanya somo sana pale msitini. Mungu atujibu. Mimi sikukata, wala sikubali, niko katikati. Hicho kinachoendelea. Basi ikawa ifanyaje? Ikajulikana hivi. Ila basi wakapanga kwamba wafanye kama sherehe pale nyumbani ya kumshukuru Mungu amefanyaje? Lakini kumbuka niliona mwanga mara 2, niliona sura kama ya mtu. Na mara ya 3 niliona mkono. Unafanyaje? Nataka kunigusa. Sasa mimi nikaenda shule, rudi nyumbani. Nenda shule, rudi nyumbani, nenda shule nyumbani. Moyoni mwangu ghafla mimi sikushuhudiwa kama nimeshuhudiwa baadhi ya watu. Moyoni mwangu ghafla nikaanza kusema kuna kitu kimeniingia, nikiona Wakristo wanapiga makofi. Nakuwa napenda sana. Kumbuka mara kwanza ninachukia. Ndio watu wanaomba. Napenda sana kwenda pale kanisani. Siku moja nikatoroka, nimeenda kwenye kipindi cha fellowship tunaomba. Nikawa naomba nyumbani. Natoka nyumbani. Nikaenda kwa siku ya Jumatano. Pale wanaomba nikaingia pale. Lakini nikikaa kuna hao ingine na mimi ondoka, nikakaa. Kanapenda hiyo hali. Penda hiyo. Nimeshafanyaje? Nimeshapona. Sasa siku moja mzee kasha kukataza sana kwamba usiingie. Mimi sikushuhudia mtu wote wa Yesu. Ila kinifanya mpaka niweze imani kanikaa sana. Yaani kuna kitu kinaniambia kwamba wale watumishi wale kuombea kuna kitu. Sasa siku moja nikaenda nyumbani nikamwambia mama, mimi kuanzia sasa mimi naenda kanisani. Niambia mama. Akaniambia kwa nini unaenda kanisani? Nikamwambia mama, moyo wangu unasukuma kwenda wapi? Kanisani. Niambia pale usije kuongea hilo baba kwaje? Akasikia atakuua mama. Kumbuka baba alikuangaikia mpaka umepona hivi. Nikaambia baba wale waliponya hivi sio waganga wala sio nini. Aliponya mimi hapo ni wale wanaoomba wale. Au unamwambia mama? Sababu nilichofikiria mimi nilikuwa mimi ndio nilivyotokewa. Ule mwanga na ile sura na ule mkono mimi ndio kwenye picha kimekaa kwenye akili yangu. Huu mwanga huu hauwezi kwa mganga hizo kujua kama huu. Huu mwanga hapana. Nikajua ni wapi? Basi
Nikawa imepita hiyo ilipita, sasa kipindi leo shauku nimejia shauku. Sasa ikawa siku moja niko nyumbani, tumetoka kuna mbuzi. Kutoka kwenda kuchunga mbuzi. Chunga mbuzi, tukarudi kumshinikiza kwa zizi. Mama huwa ana kawaida fika anahesabu mbuzi ngapi unapotea, urudi fanya. Basi kwa nini mapema sana? Basi akali ingia kule kuna mbuzi wengine ambao kuna baadhi ya mifugo mingine kwa wenyewe kuchungwa. Kuna ng'ombe mmoja ambaye yuko kama mbavu kama chini. Kwa mchukue mlete nini? Majani ile ng'ombe lishe, basi kama kuchukua majani yako yani kama mtokea ana asema kulia. Majani kana kula. Mama akaondoka, nikabaki mimi peke yangu kile kizizi. Kidogo tu nikameshukua Mungu wazi. Kwamba yani mimi nilikuwa katika mazingira gani? Je, Yanga huku nimeombewa kisomo, babu yangu ni msikiti, ni wale watumishi kwenye mkutano walikuwa nimeombewa kusema na mapepo nikula kama nimetoa mapepo sana. Sasa kumbuka bado hapo nipo dilema. Na bado ni kijana mdogo. Una elimu ya Mungu. Basi elimu ya Mungu naelewa nyumbani. Bado niko naenda madrasa, lakini kwenye akili yangu ndio kinaniuliza, hichi ni kitu gani? Sasa kumbe kuna mtumishi mmoja ambaye kwenye ile mkutano mara kwanza kwenda kuombewa akawa ananifuatilia, lakini anaogopa familia yetu. Ni watu wa nini nyumbani kali. Siku moja nilikuwa natoka kucheza, akanikuta sehemu moja, akaniambia, "Dogo, toto, simama." Anambia, "Samahani. Wewe si Bakari?" Anambia, "Nakumbuka tulikuombea pale, mbona kuonekani bwana?" Anambia, "Nipo. Ila napenda ulivaa, alikuwa amevaa tai. Chukea, kanapenda jinsi ulivaa. Ila hapo awali alikuwa anachukia. Mbona kuja siku ya kanisani kuombea?" Basi nikawa nimesikiliza kwa nyumbani, sikaanza maswali. Nikienda kule basi kupiga, nitajiiba tu. Ninajiiba, nenda kuombewa. Nilipokwenda kuombewa, nikasikia nimeombewa nikaanza pepo. Kwa Kristo. Sasa ilikuwa majira kama ya saa 10 na saa 11, saa 12, saa 1, saa 3 ya usiku. Nifanyaje? Nazinduka, mama wanitafuta familia yangu. Huyo mtoto yuko wapi? Tafuta. Sasa muda huo nimezinduka, sasa mchungaji yule akanichukua ananirudisha wapi? Nyumbani na mke wake na mtumishi mmoja. Nyumbani kwa mzee Muhammad. Tunafika njiani tunakutana na baba. Baba akashika fimbo. Anasema nikimpata huyo mtoto kama umepanda TV nitampiga na nitamuua. Yule utana hivi. Kutoka kwa kwanza kawaida. Wewe mtu kama mzee samani sana. Mzangu kwa kuna katemea anasikiliza. Bwana mwanao ikija pale muombea. Umefanyaje? Akanisha. Vuta kwanza nivuta. Muombea wewe. Sema yule mwanao matatizo naunga mapepo. Sema hapana. Huyu ana mapepo. Sema mzee Mohamed, huyu ana mapepo. Sema hapana, ana mapepo. Sasa mzee akachukua, sema tena hiyo mwanzo na mwisho kumchukua mtoto. Chukua nikafika nyumbani. Baba akaanza kuchapa. Kwa nini unatoka hapa nyumbani unaenda kwao? Lakini kumbuka kuna kitu kimefanyaje? Kimeshaingia moyoni. Yaani hiyo sio kufundishwa wala hakuna mtu alinishawishi ndani kwa ndani. Mimi mwenyewe ndani kwa ndani kimeshajengeka. Nilikana hapo. Basi nikawa pigwa kweli. Mama kaniambia usifanye hivyo, baba atakuja na kuua huyu, baba ana hasira sana. Nikamsikiza mama kweli, lakini kuanzia pale nikawa ni mtu ambaye nikisikia mahali kuna mkutano, kuna kanisa, mimi naenda. Mahali kuna mahali wanafanya ibada, mimi naenda. Nilikuwa nashindwa kwenda siku ya Jumapili na baba yuko wapi? Yuko nyumbani. Nilikuwa natamani leo kesho niende kanisa. Unaendaje sasa mzee? Basi ndugu mtangazaji, ni baada ya hapo nikawa nimeanza kupata imani ya Kristo kidogo, lakini hali ya kwamba msikiti naenda, lakini nikipata nafasi nifanyaje? Naenda kwa Kristo. Basi baada hapo ndio nikaanza kuchukua hatua nyingine binafsi. Kwa sababu sasa nimefanyaje? Hiyo ukiwa darasa ngapi? Niko darasa kutoka darasa la 5 hadi darasa la 6. Darasa la 6 mpaka mwezi wa 2 mwezi wa 3 ndio nikaambia baba na mama mimi nifanyaje? Sio kuambia, walianza kuona wenyewe kwamba Jumapili naenda wapi? Kanisa. Baba akaniita, ngoja nikuja sana.
alipiga sana, akaita baadhi ya familia ndugu zangu pale kwamba huyu mkaidi anaondoka hapa anakwenda huko, huyu sio, hii sio imani yetu, vitu vingi sana, hatuna mtu kama huyo kwa familia yetu. Baba alichukia sana. Mimi siku moja ameita kwa familia sasa, baada ya kuona kama ni mkaidi sasa, bana kisha kwenda msikitini na kanisani ile mkutano, akaiba baadhi sasa baadhi ya ukoo, pande baba yake ambaye mimi hapa, pande wa mama na bibi yangu hapa, na bibi wengine wakaja pale kwa mashehe, mama kuja pale kutoka sehemu mbalimbali. Ndio baada ya kwanza kujua baadhi ya ndugu wengi Waislamu ambao wameingia pande huko, kaja pale tukakaa kikao pale. Baba akaanza kuongea, mimi nimesha kikao hichi na tuweze kufikisha hapa, yangu kubwa ni kwa ajili ya mtoto alikuwa msikilizi na alikuwa mkaidi. Kumbukeni amenitesa sana, mimi nikiwa naumwa nimemshughulikia mpaka mkono. Mimi nikanyosha mkono, basi hapana, sasa nikaongea. Baba akaongea, mzee mmoja ambaye sasa ameshafariki familia yetu, sema hapana, mzee mmoja acha yeye aongee, akaonyesha kwa kuongea. Na jamani, ndugu zangu, wazee wangu, shikamoni, pia ndugu zangu wote shikamoni. Pia kijana huyo mdogo wa miaka bado yako ni miaka 15. Shikamoni, itikia. Kwa mimi kwa napenda sana baadhi ya ndugu. Nilikuwa mdogo, nilikuwa na muonekano fulani. Nasema basi naomba mnisamehe kama nimekosea, niko mbali. Lakini tu ndio kweli. Kilichoniponya mimi hapa, kilichoniponya ni wale Kristo wenyewe. Ile nguvu yao imefanya fanyaje? Kunipona. Basi ilizua tofauti sana pale. Baba anasema huyu amepona kwa ajili yangu mimi hapa, ndio kwa nani? Sema sio mganga, sio nani. Waliponya mimi hapa ni wale wa Kristo kwa naomba. Ile nguvu yao imetuma mwanga mara 2, mara ya 3 ilikuwa ni sura ya mtu, mara ya 4 ilikuwa ni mkono. Baba akasirika hata kunipiga, akamzuia, kikao alikuwa akimaliza kwa amani. Baba akatoa kauli, kuanzia sasa hapa nyumbani sitaki mtoto akae, na ole wake ndugu yeyote amchukue. Mimi na yeye ndugu tunaovunja hapa, sitaki huyu asiwe miongoni mwa familia yetu tena. Mimi namtenga. Akaniambia, Bakari, mimi sio baba yako, kuanzia leo unaweza kwenda sehemu yoyote, na kuanzia sasa sitakusomesha tena. Basi mama kana lia, ndugu wengine kama huzunika, kangu mkubwa wengine kama amekasirika, sema bora ondoke, sema nafikia hivi. Babu akamekaa tu, unajua kazini na hekima. Basi wakati imeisha, mimi nikatoka, baba ingia ndani akatoa nguo zangu kwenye mfuko. Nguo zangu niliondoka, kuanzia leo nisikuone tena. Ila wakati amesema ndugu yeyote asimchukue. Basi mimi nimetoka, sema mama kabisa, sasa kuna mwachi, kwa majira kama saa 2 usiku. Nikamwambia ondoke. Aende wapi usiku huu? Akaambia, na wewe usiulize maswali. Sitaki akae wapi? Sasa kwa kama saa 2 usiku, lakini mvua inaanza kunyesha mvua. Basi mama akamwambia, basi mwache apumzike usiku huu, aondoke. Sema sitaki, kilikuwa kimeshaisha muda huu, watu wote washaondoka, na isifanyaje? Sikae. Mimi nikatoka nikarudi kama nifuke nyumbani sasa. Na nguo zangu nilikuwa kwenye zizi la nini? La mbuzi, nikaa nyumba. Baba akijua nimeondoka. Lakini mama alikuja muda fulani, kama alikuwa na mama anataka kaniona. Kaniangalia, na kurudi kwa chakula. Kwa chakula, hapa chakula watu wote washakula. Tukaenda kulala. Mama akaja kujiba sasa. Akaniletea ugali kwa na kisamvu na supu ya ngano kwa zile. Akaniwekea maji ya kunawa. Nikaa kwa hizo nini? Hizi la mbuzi na nguo. Akaanza kula chapati na usisikie. Kumbe muda huo mama ananipa chakula, baba anaangalia dirishani, amemuona. Sasa mama alipokuwa ametoka tu, mama akafanyaje? Nikasikia mtu analia, anapigwa. Ni sauti. Baba anaanaka hata nyumba kubwa na nyumba nyingine. Ni sauti nyumbani kwetu pale. Alikuwa anampiga nani? Unapa chakula. Unamfisha. Unampiga watoto. Wakati wewe baba akampiga sana mama. Sasa basi kama unataka kunipigia mimi, basi mimi naondoka zangu. Rudi wapi? Yeye ondoka. Basi kama ngome mkubwa mimi nikaona tu. Baba akaja. Yuko wapi? Yuko wapi? Kwa hiyo sasa mbuzi paka kaniambia kukimbia. Kimbia sana kama nisema kimbia sana basi ni. Yule mchungaji kama nilikwenda. Basi mimi mtazamaji pale na kwa mchungaji nikaanza kuishi hapa. Nimeishi pale kama siku ya pili, siku ya 3, baba akapata taarifa ya nani? Mchungaji.
alikuja na mimi naambiwa nilikuwa nimeenda shule. Alikuja akamfokesa mchungaji na ikutosha hapo akaenda kwa polisi kwamba mtoto wangu wa Kristo amerubuni, amebadilisha dini na mume wangu ameshaondoka kwa nani? Na lote kimtokea mtoto yule mchungaji anataka hivi. Basi mchungaji akaandika barua akaitwa kwa polisi. Mchungaji akashangaa. Naweza na kutoka kwa polisi. Sasa basi mtoto wake kwa shule aje bana niongee. Mimi nikaita pale baba mwenyewe kuwepo. Baba alikuwa anaogopa kwa maana yeye aliongea sio sahihi. Yeye ndo akanifuta nyumbani ndio kunipiga. Mimi ningeishi wapi? Kumbuka hapa nimeshaokoka sasa. Na mimi nasali wapi? Nasali kwa mchungaji. Basi nipo pale tuone kama jamani. Mimi kusema kweli siwezi kumsali baba yangu. Nampenda. Lakini kinachofanya mpaka mimi niweko hapa leo kwa sababu nifanyaje? Nimeokoka. Na baba anafika nyumbani, nisiishi wapi? Nyumbani. Ulikuwa ni usiku, mtu bosi nikaenda wapi? Kwa nini kimbia kwa nani? Kwa mchungaji. Mchungaji ana makosa, ndio kuwa kituo cha polisi pale sema haiwezekani. Kama mzee Mohamed unafuta mtoto siku, angeenda wapi? Angeenda wapi? Unafuata mchungaji unamtisha vitu sana mzee Mohamed. Ilikimtokea baya mchungaji, tunaandika maelezo hapo ile tukio. Mchungaji ondoka na mtoto. Ona naye. Sisi tunaweza kumfuatilia kwa mtoto wako. Ili tujue namna ya kesi kufanyaje kuweka sawa. Basi nikaondoka naye. Kwa hiyo ndio mwanzo wa mimi kuwa nini? Kuwa Mkristo. Na mpaka leo naona endelea hivi kwa nini? Yes, ndugu mtazamaji, kama ambavyo umesikia ni maelezo ya kusisimua na kusikitisha na kutisha sana ambayo mtumishi wa Mungu mchungaji Innocent anazungumza. Hii ni sehemu ya kwanza ya ushuhuda huo. Sasa tutakuja kuelewa ilikuwaje baada ya kuishi kwa mchungaji, aliendeleaje kusoma sekondari, imekuwaje kutoka Tanga kufika Dar es Salaam na utumishi wake ambao anaendelea nao sasa hivi. Mungu akubariki. Fuatilia tena sehemu ya pili ya mahojiano haya ili upate undani zaidi wa huduma yake anaendelea sasa na namna gani ambapo amefika hapa alipo. Mungu akubariki.